Kwa heshima kubwa ya watazamaji wa Shayia Digital, leo nakwenda kuonesha kwa ufupi na kwa kupambanua mambo yote ambayo yanahusika ndani ya video production, kwa sababu watazamaji wengi wao wananiuliza, unatumia application gani? Unatengenezaje? Hatua za kutengeneza video zikoje? Sasa leo wote ambao mlikuwa mnatamani kujua, karibuni ndani ya Shayia Digital. Kabla ya mambo yote, video production ni process, maana ya kwamba sio kitendo kimoja, bali ni muunganiko wa vitendo vingi sana, ili kusudi kuleta ile content ambayo watazamaji wanatamani kuiona. Kwa hiyo video production ni process ya kupanga, kurekodi na kuedit au kuhariri content au picha mjongeo kwa ajili ya kufundisha na kwa ajili ya kuwaburudisha watu. Video production kama process ina stages 3. Ya kwanza ni pre-production, ya pili ni production yenyewe, na ya tatu ni post-production. Sasa tuangalie moja moja. Hatua ya kwanza ambayo ni pre-production, yenyewe ni hatua ya maandalizi, kuandaa, yani ni kama ramani ya jinsi kazi nzima itakavyokuwa, ni kama blueprint ya kazi yote ambayo unaitengeneza, na yenyewe imegawanyika katika sehemu mbili. Kuna remote pre-production na proximate pre-production. Kwenye remote pre-production pale ni kuanza kutafuta idea ya content ambayo unataka kuitengeneza, idea ya video ambayo unataka kuitengeneza, na idea ya video ambayo tunataka kuitengeneza kwa ajili ya mafundisho, kwa ajili ya entertainment. Huwa hatuzitoi from nowhere, huwa tunazitoa kadiri ya experience ambayo tunapitia na experience ambayo jamii inapitia. Kwenye proximate pre-production wenyewe ni kuandaa sasa, kuchora sasa ule mchoro, kupanga. Kama ni issue ya finance unaangalia, kama ni issue ya location, unaenda kushuti wapi na utatumia nini, unaangalia. Na je, characters ndani ya hiyo production ambayo unataka kuifanya unaangalia. Na je, hii production yote, kwa mfano kama ni movie, kama ni nyimbo, uko ndani yake utakuwaje? Utakuja kutumia software gani kuedit? Yani ni kama vile unakuwa na picha halisi au unatengeneza picha halisi. Maana mara ya kwanza kabisa nilisema ni blueprint, ni picha halisi ya kile ambacho unataka kukijenga kwenye hiyo video ambayo unaitengeneza. Katika kazi zangu mimi huwa natumia kamera mbili. Natumia kamera moja hii hapa na kamera moja ambayo ni ya simu nyuma yangu pale, ili kusudi uweze kupata engo mbalimbali kwenye video production, ambayo ni ile hatua ya pili ya production kwenye kurekodi. Halafu pia natumia OBS Studio ili kusudi niweze kuonesha kile kitu ambacho nakitenga. Kwa mfano ukiangalia hapo mwanzoni kwenye kuedit na Premiere Pro, nilibidi nitumie OBS Studio ili kusudi nirekodi mimi, lakini nirekodi pamoja na kile ambacho kipo kwenye skrini ya kompyuta yetu. Sasa najua wengi wataniuliza, ni kamera gani, ni microphone gani tunaweza kutumia? Lakini mimi hapa inategemeana na mazingira uliopo, ili kusudi uweze kuchagua kamera gani. Inategemeana na uchumi wako au capital, ili kusudi uweze kuchagua kamera au microphone unayokwenda kutumia. Inategemeana na aina ya production, ili kusudi uweze kuchagua microphone au kamera ambayo utaitumia kwenye production ambayo unataka kuifanya. Baada ya kumalizika kwa sehemu ya pili, unaenda sehemu ya tatu ambayo ni post production. Kwenye post production ni kazi ya video editor. Video editor kazi yake ni kukata na kuondoa sehemu ambazo hazitakiwi, kuongeza effect kwenye video yetu, kurekebisha rangi au kufanya color correction and color grading, na pia kuongeza sound effect, ili kusudi story ambayo inasimuliwa na hii video iweze kuwa ya kuvutia. Kwenye stage namba 3, post production,
hapa ndo kuna matumizi ya software. Hiyo inategemeana na kifaa gani au gadgets gani unaitumia. Kwa wale ambao wanatumia simu, itafaa zaidi kutumia software ambayo inaitwa InShot au CapCut. Lakini kwa wale ambao wanatumia kompyuta, mimi ningependa zaidi matumizi ya Adobe Premiere Pro na matumizi ya DaVinci Resolve. Lakini kwangu mimi huwa natumia Adobe Premiere Pro kuhariri video zangu. Kwa ukuaji wa teknolojia wa sasa, stage ya pili ambayo ni production na stage ya tatu ya post production zimeunganishwa kwa pamoja, na kazi inaweza ikafanywa na software kama OBS Studio. Kama mwanzoni umeangalia kwa makini, utaona nilikuwa nimefungua hapo kwenye PC. Ndugu zangu, tumefikia tamati ya kile kidogo kuhusu video production ambacho nilikuwa nimepanga kuwaeleza. Kwa mengine zaidi, tukutane kwenye comment yako, niambie unataka nini, alafu subscribe, kisha endelea kufuatilia. Nitakuletea hapa kwenye Shaudia.